kwa sababu umemdharau Bwana, upanga hautaondoka nyumbani mwako. Haya ni maneno ya Mungu kupitia mtumishi wake Nathan akimwambia Mfalme Daudi. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tunapata kujifunza neno la Mungu. Tunapata kujifunza neno la Mungu pamoja na maisha kwa ujumla wake. Mimi naitwa Judith, karibu sana, tuombe. Baba yetu na Mungu, tunasema asante kwa pendo lako. Asante kwa kutulinda, asante kwa kutupa nafasi tena hii ya kusikiliza kutoka kwako. Tunaomba Roho wako kwa kiongozi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Daudi alipendwa sana na Mungu. Na licha tu ya kupendwa na Mungu, Daudi alitoa maisha yake 100% kumtumikia Mungu. Hata kipindi kile ambapo Waisraeli walikata tamaa na kuona kana kwamba hakuna tumaini tena juu ya Wafilisti na maisha yao, Daudi aliweka rehani maisha yake, akijua kabisa kwamba Mfilisti yule Goliath asingeweza kumshinda kwa sababu aliye upande wake ni mkuu kuliko yule Goliath. Na hivyo akasimama imara na kupigana na Goliath na akashinda. Mungu alitembea naye. Mungu alimlinda Daudi. Mungu alimwepusha Daudi na mambo mengi sana, hata akamwepusha na mkono wa Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, ambaye alikuwa ana lengo la kumwangamiza Daudi. Lakini Daudi alipoingia ndani ya ufalme wake, akaanza kutawala Yuda, baadaye akatawala Israeli yote. Alifanya mambo ambayo ni mengi, ni mazuri sana. Lakini siku moja, siku ambayo kila mmoja wetu, hata wewe unayenisikiliza, hiyo siku lazima ifike katika maisha. Siku ya jaribu la maisha yako. Siku ya kusongwa na jaribu kubwa sana, ambalo jaribu hilo linatokana na tamaa yako wewe mwenyewe. Tamaa yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni vyema sana utambue kwamba wewe una tamaa gani katika maisha yako. Mimi ninayeongea, tamaa yangu ni nini? Na hiyo tamaa yako ndiyo jaribu lako, na hilo jaribu lako ndilo litakalo kufanya uanguke au litakufanya utafute msaada na uinuke uelekee msalabani kwa Yesu. Kwa hiyo Daudi, tamaa yake ilikuwa ni wanawake. Alipotazama wanawake wazuri, basi tamaa yake ilinyanyuka. Siku moja, kipindi fulani, kipindi ambacho wafalme walikuwa wanatoka kwenda kupigana vita, kipindi ambacho mimi na wewe kinatufikia katika maisha, kipindi cha kutoka na kufanya kazi zetu, kipindi cha kutoka na kusimamia majukumu yetu ya maisha, kipindi ambacho kila mmoja kinamfikia, kipindi cha kusimama na kuishi sawasawa na wito wako katika maisha haya. Hicho kipindi kinapofika, jambo linakuwa ni moja tu, ni wewe, ni mimi kusimama katika yale ambayo ni majukumu au ni lengo kuu la sisi kuumbwa ulimwenguni. Kwa hiyo Daudi, kipindi hicho cha yeye kusimama kama mfalme wa Israeli kutoka kwenda kupigana vita, badala yake akamtuma Yoabu na jeshi kwenda kupigana, na yeye akabaki
akaacha kufanya lile ambalo lilikuwa ni jukumu lake, na kwa kitendo hicho akaendelea kutengeneza njia ya kufikiwa na jaribu lake. Mpendwa, pale unaposahau, unapopuuzia, unapoacha kwa makusudi kusimamia majukumu yako ambayo unayajua hayo ni majukumu yako kama baba ndani ya familia, kama mama ndani ya familia, kama watoto, unajua kabisa mimi ninatakiwa kusimamia uongozi ndani ya familia yangu. Mimi natakiwa nisimame kama mama ndani ya familia yangu, kuwalea watoto wangu na kumheshimu mume wangu. Unaposahau na kujivika majukumu ambayo si yako na kupuuzia majukumu na kuzembea, basi unatengeneza njia ya majaribu yale ya kufikie. Daudi akakaa akastarehe katika jumba lake la kifalme, akaacha kwenda vitani, sehemu ambayo alitakiwa kuwa kwa wakati ule. Jaribu likamfikia. Alipokuwa akitembea katika nyumba yake, juu ya paa akaona chini mwanamke anaoga. Mwanamke huyu alikuwa ni mzuri. Mwanamke huyu alikuwa ni mke wa Uria Mhiti, Bathsheba. Daudi tamaa yake ikamfikia. Daudi jaribu lake likamfikia. Akawa na maamuzi ya kuondoka, kuachana na mwanamke huyo, au maamuzi ya pili, kuanguka katika jaribu hilo. Na tunatazama katika maandiko, Daudi akaanguka kwenye jaribu hilo. Akaenda kumtoa mke wa Uria, akalala naye, akampa mimba, na mwisho wa siku akamuua Uria mumewe, kwa sababu aliogopa. Alijua kabisa alichokitenda sicho kizuri, na hakutaka Uria afahamu kwamba mfalme amelala na mke wake na mke wake ana mimba. Kwa hiyo kwa kupitia mikono ya Waamoni, Daudi alimuua Uria. Nathan mtumishi wa Mungu anakuja, anampa ujumbe kutoka kwa Mungu. Anamwambia Daudi, kwa kitendo ulichokitenda, upanga hautaondoka nyumbani mwako. Mungu wa majeshi anasema, kwa sababu umemdharau, upanga hautaondoka nyumbani mwako. Mpendwa, kwa sababu tumemdharau Mungu, kwa sababu tumemdharau huyu Mungu wa majeshi, upanga hautaondoka katika maisha yetu. Somo ambalo nikajifunza hapa ni kwamba kumbe tunapotenda matendo dhidi ya wenzetu, tunapotenda matendo dhidi ya sisi wenyewe, tunapotenda matendo tunapofanya mambo tukidhani kwamba tunajifurahisha, tukidhani kwamba tunamkomoa mtu fulani, tukidhani kwamba hakitajulikana tunachokifanya, tunapochagua kutenda yaliyokuwa ni mabaya, kumbe hatutendi tu dhambi, lakini tunamtenda Mungu maovu. Tunakuwa tumemdharau Mungu, tunakuwa tumemdharau Bwana wa majeshi. Kwa kitendo chake Daudi cha kumchukua mke wa Uria na kumuua Uria kwa mikono ya Waamoni, hakumtenda tu Uria dhambi, hakumtenda tu Uria matendo mabaya, bali alimtenda Mungu, alimdharau Mungu, alimuuzi Mungu. Mpendwa, tambua kwamba wewe na mimi, sisi ni mboni ya Mungu, mboni ya jicho lake Mungu. Tunapotendewa mabaya, tunapotendea mtu mabaya, tunapotenda mabaya dhidi ya mtu fulani, tukidhani tumemkomoa, tukidhani kana kwamba tumemmaliza, tunakuwa tumemdharau Bwana wa majeshi. Na hivyo Mungu anasema kwa kitendo hicho upanga hautaondoka. Tafakari hivi sasa,
yote tunayoyapitia ndani ya familia, manyanyaso, magonjwa, uchumi, hali ngumu za maisha, ni lipi ulilolifanya? Ni lipi nililolifanya ambalo linafanya shida, matatizo, magonjwa, dhiki, njaa ijae ndani ya jamii zetu, ijae ndani ya familia zetu, watu kutokuelewana, wazazi kusahau watoto, waume kusahau wake, wake kutokuwaheshimu waume zao, hakuna maelewano. Yote haya ni kwa sababu tumemdharau Mungu na neno lake, tumemtenda Mungu mabaya na kukataa kushika mashauri yake. Katika kipindi hiki, kama vile Daudi alivyolia na kuomba msamaha na kukiri, ndivyo na sisi tunavyotakiwa kufanya. Ni kweli tumemtenda Mungu dhambi, tena kwa makusudi kabisa, tukijua kwamba tumetenda dhambi, basi ni muda wa kukiri na kuomba msamaha. Ni muda wa kutafuta rehema za Mungu. Ni muda wa kuomba Mungu akawe pamoja nasi. Ni kweli tumetenda dhambi. Kuna wakati mwingine matokeo ya dhambi lazima tuyapitie. Lazima tupitie kile ambacho tulikipanda, lazima tukivune. Lakini upande wa pili ni kwamba Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Mungu wetu ni mwingi wa upendo, rehema na fadhili. Yeye anajua namna ya kuendesha, namna ya kutusamehe, namna ya kufanya maisha yetu yawe tena katika ukurasa mzuri. Mpendwa, chukua nafasi hii ya kukumbuka yale yote ambayo Roho anaongea nawe katika moyo wako. Umwambie Mungu, ni kweli nimekutenda maovu, ni kweli nimeanguka hapa, ni kweli upanga hujatoka katika malango ya nyumba yangu, ni kweli matatizo yamekuwa ni mengi yakinizinga na kunisibu na kunifunga. Ni kweli Mungu, naomba rehema zako zinifunike sasa. Naomba rehema zako zinifunike sasa mimi pamoja na familia yangu. Mungu wetu si mwanadamu. Mungu wetu si mwanadamu hata aendeshwe na hasira, aendeshwe na hisia. Yeye ni mwingi wa rehema na atatusamehe dhambi zetu zote. Mpendwa, neno hili likakukumbushe tena kwamba chochote unachokifanya au kifanyi dhidi ya mtu fulani, ila ni dhidi ya Mungu wako. Unamtenda Mungu wako maovu, unamdharau kwa kuliacha agizo lake. Mungu akapate kutubariki sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako. Baba, tunakuja mbele zako pamoja na ambaye anasikiliza. Tunaomba utusamehe pale ambapo tumetenda dhambi kwa makusudi, kama vile Daudi alipomchukua mke wa Uria. Baba, tusamehe. Tunaomba nafasi nyingine katika maisha haya, ukasafishe maisha yetu, ukasafishe familia zetu, ukatuandae kwa ajili ya ujio wako. Baba, tusaidie tukatembee katika haki ile ya kweli. Tusaidie tukatembee, Baba wa rehema, katika mapenzi yako. Nasema asante kwa pendo lako, jina Yesu Kristo, amina. Basi mpendwa, ukabarikiwe sana. Mungu akakutie nguvu ukaweze kuanza safari mpya pamoja na Kristo, wewe pamoja na familia yako. Mimi naitwa Judith. Asante kwa kusikiliza. Tukutane katika kipindi kingine. Asante na kwaheri.